Katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, Marekani walichukua hatua za kushtukiza ili waweze kupata faida za mwanzoni. Kitendo hiki kiliweka Iran katika hasara, hivyo ikaamua kuchukua hatua mbalimbali za kuweza kukabiliana na faida ambayo tayari Israeli na Marekani wamekwisha kuipata. Moja katika hatua kubwa ambayo Iran walichukua ni kuufunga mfereji wa Hormuz. Lengo likiwa ni kufanya dunia nzima iweze kuhisi madhara ya vita hivi. Iran inakadiria kwamba endapo mfereji huu ambao unapitisha zaidi ya 20% ya mafuta yote duniani na zaidi ya 30% ya gesi yote duniani, mfereji huu ukidhibitiwa na Iran itaweza kupandisha bei la pipa moja la mafuta mpaka $180. Lakini pia mfereji huu unapitisha mbolea ambayo inakuja kwa ajili ya chakula duniani, hivyo italeta madhara sana kwa dunia na kusababisha njaa maeneo mengi duniani. Mfereji wa Hormuz una kina kifupi zaidi, lakini pia una sehemu ambapo una upana mdogo sana wa kilomita 50. Hivyo ni rahisi sana kwa Iran kuweza kudhibiti. Iran ina njia nyingi sana za kuweza kudhibiti, na ndio maana Marekani imekuwa ikisita kupeleka meli zake za kijeshi kuweza kukabiliana na Iran katika eneo hili, kwani itakuwa ipo katika hali ya hatari kwa sababu kina ni kifupi na eneo ni dogo. Kutokana na eneo hili kuwa ni dogo, Iran inaweza ikatumia droni za Shahid kuweza kushambulia meli, inaweza ikatumia droni za kwenye maji, lakini pia inaweza ikatumia torpedo na inaweza ikatumia makombora. Iran katika moja ya mazoezi yake ilionyesha inaweza kutega mabomu ya kwenye maji kwa kutumia makombora. Hii ni hatua kubwa sana, kwani tofauti na kuhitaji uwe na boti ambayo inaweza ikashambuliwa na Marekani, unapotumia kombora unairusha na inaenda kuingiza na kutega bomu. Ndio maana Marekani inaweka shinikizo kwa mataifa mengine ambayo yanatumia mfereji huu kuweza kusaidia kuweza kuufungua. Marekani ina hofu kubwa sana endapo madhara makubwa yatatokea duniani kutokana na mfereji huu kufungwa. Hii itaiweka katika Marekani katika hali ya mbinyo mkubwa sana. Leo hii watu wengi wakiangalia wanaona Iran inashambuliwa kwa nguvu sana, lakini hiyo ni moja katika mbinu ambazo Iran wanatumia. Iran wamekubali kuacha Marekani na Israeli wafanye mashambulizi makubwa sana, kwani hii itasaidia sana katika kuweza kupunguza uwezo wao wa makombora ambayo wanaweza wakayarusha wakiwa mbali na ambayo yanaweza kupiga target kwa usahihi. Kitendo cha Marekani na Israeli kurusha makombora ambayo yanaweza kupiga target kwa usahihi wakiwa mbali kulitokana na kwamba ilikuwa ni hatua yao ya kwanza kuweza kushambulia mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Lakini pia Marekani na Israeli wote makombora hayo yana idadi ambayo sio kwamba ina kikomo, inaweza yakaisha. Endapo makombora hayo yanaweza kurushwa kutoka mbali, yakiisha itabidi waanze kuingia mpaka ndani kuweza kurusha makombora ambayo yanahitaji kurusha ukiwa karibu. Makombora ambayo yanaweza yakahitaji kurusha ukiwa karibu, inamaanisha kwamba ndege za kivita za Marekani zitaanza kuingia ndani ya anga la Iran na hivyo itabidi Iran wanaweza wakatumia mbinu hiyo kuweza kuzishambulia ndege hizo kirahisi zaidi. Tayari tumeshaona Iran wameweza kudungua ndege ya F-35 ya Marekani, lakini pia wameendelea kutoa madai ya kwamba wamedungua baadhi ya ndege zingine za Israeli. Hii inatokana na kwamba sasa inabidi Marekani na Israeli waingie mpaka ndani ya anga ya Iran wafanye mashambulizi kwa mabomu ambayo yanahitaji kurushwa ukiwa karibu. Kabla ya vita hii kuanza, Marekani ilihamisha wanajeshi wake waliokuwa katika kambi za nchi za Ghuba na kuwapeleka Israeli na Jordan. Lengo la Marekani kufanya hivi ni kwa sababu inatafuta eneo dogo kijiografia ili iweze kuweka mfumo wa ulinzi wa anga ambayo itailinda kiurahisi. Maeneo madogo kijiografia yanaweza yakapata faida ya kupata ulinzi wa anga kubwa zaidi, kwa sababu anga linalindwa kwa mifumo mingi ambayo inaweza ikaingiliana au inaweza ikaoverlap. Kumbuka, eneo ambalo mfumo wa ulinzi wa anga ambao unatoa ulinzi huwa linachukuliwa kwa umbo la ua. Hivyo ni rahisi kwa nchi kama Israeli ambao ni ndogo kuweza kupata ulinzi mkubwa zaidi, kwa sababu zile mifumo ya ulinzi wa anga inakuwa inaweza kuingiliana kirahisi. Sasa Irani walichukua hatua ya kwanza kushambulia mataifa haya ya Ghuba badala ya kuweza kuishambulia Israeli ambayo imewekewa ulinzi mkubwa sana na Marekani. Hii imetengeneza kutokuaminiana baina ya Marekani na mataifa ya Ghuba, kwa sababu inaonyesha ni namna gani ambavyo Marekani inawekeza ulinzi wake zaidi kwa taifa la Israeli badala ya mataifa ya Ghuba. Hii pia ni moja katika faida kubwa ambayo Iran wanaipata. Pia Iran imechagua mbinu ya kuweza kutumia makombora machache na droni nyingi, lengo ikiwa ni kwamba waweze kutunza akiba yao ya makombora isiweze kuisha haraka. Mbinu hii inasaidia sana, kwani pindi ambapo Marekani na Israeli wataanza kupungukiwa makombora, ndipo Iran inaweza kaamua kuanza kutumia makombora yake kwa wingi zaidi. Iran imekuwa ikitumia makombora kama ya Khorram Shahar 4
ambayo yanabeba mabomu 80 kuweza kuishambulia Israeli. Kwanza mtazamaji anatakiwa atambue ya kwamba Khorramshahr-4 ni kombora ambalo linatumia fuel ambayo ni ya liquid badala ya solid. Faida ya Iran kuweza kutumia kombora hili ni kwamba linazalishwa kwenye mahandaki. Sehemu zake muhimu zinazalishwa kwenye mahandaki kwa sababu makombora ambayo yanatumia vimiminika kama nguvu ya kuweza kuendesha kombora ni salama yanapozalishwa ndani ya makombora badala ya yale makombora ambayo yanatumia solid fuel. Makombora ambayo yanaendeshwa na fuel ambayo ni ya solid ni hatari kuzalishwa ndani ya mahandaki kwa sababu yanaweza yakalipuka. Lakini kombora hili la Khorramshahr-4 linaweza likazalishwa ndani ya mahandaki kwa sababu yenyewe linatumia kimiminika au liquid. Pia kombora hili kwa sababu linabeba mabomu mengi inakuwa ni ngumu sana kuweza kuyadungua yote linapofika katika hatua ya kuweza kushambulia ile shabaha yake. Na ndio maana unaona Israeli imekuwa ikishambuliwa sana kwa makombora haya na yamekuwa yakifanikiwa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli. Pia Irani imechukua hatua ya kuanza kuharibu rada za Marekani, na hatua hizi zilianza kuchukuliwa mwanzoni kabisa. Lengo la kufanya hivi ni kuweza kuwapofusha macho yao Israeli na Marekani, kwani rada ndiyo macho yanayokuwezesha kuona hatari zote na yanayokuwezesha kuona targeti zako zote. Irani imefanikiwa kuweza kuziharibu rada nyingi sana katika mataifa ya Ghuba na katika taifa la Jordan, pia katika nchi ya Iraq. Kwa mfano, Iran wamefanikiwa kuiharibu rada inayotumiwa na mfumo wa ulinzi wa THAAD. Rada hii ni rada yenye gari sana na yenye uwezo mkubwa sana, kwani kwa mfano inao uwezo wa kukiona kitu kikiwa umbali wa kilomita 4000, tena kitu chenyewe kikiwa na ukubwa wa sawa na mpira wa basket. Hivyo Iran wameweza kuchukua hatua hizi za kuweza kuharibu rada hizi ambazo mbadala wake utapatikana kwa muda mrefu sana, ikitajwa kwamba inaweza ikachukua hata miezi 12. Hii inamaanisha kwamba baada ya muda kiasi Marekani itaanza kupofuka na kushindwa kuona targeti zote zinazolengwa na Iran, lakini pia kuweza kushindwa kuchukua hatua kuweza kukabiliana na makombora ya Iran. Pia Iran imechukua hatua ya kuanza kuzishambulia ndege ambazo zinatumika kujaza mafuta angani. Iran kupitia vikundi vyake vilivyopo Iraq iliweza kushambulia ndege 2 zinazojaza mafuta, na ndege moja ikadondoka na nyingine ikapata shida kidogo, lakini iliweza kutua kwa usalama nchini Israeli. Marekani walitoa taarifa ya kwamba ndege hizo 2 ziligongana, lakini kikundi hicho cha Iraq kilikuja kutoa baadaye video ambayo ilionyesha ndege moja ya Marekani ikidondoka huku ikiwa inawaka moto. Kitendo hiki kinamaanisha kwamba ndege hiyo aidha ililipuka ikiwa angani, na kuthibitisha madai ya kikundi hicho ya kwamba waliidungua ndege hiyo ikiwa angani. Lakini pia Iran imefanikiwa kuziharibu ndege 5 zilizokuwa katika nchi ya Saudi Arabia, ndege ambazo huwa zinatumika kujaza mafuta. Ndege hizi ni muhimu sana kuweza kuiwezesha Marekani kuweza kufanya mashambulizi, kwani ndege za kivita kama F-15 na F-35 zinahitaji kuweza kujazwa mafuta zikiwa angani ili ziweze kufikia umbali ambao Marekani inafanya kutoka Israeli mpaka Iran. Kwani umbali huo ni mkubwa sana, hivyo ndege hizo zitahitaji zijazwe mafuta. Kitendo cha Iran kuweza kushambulia ndege hizi kinapunguza uwezo wa Marekani kuweza kufanya mashambulizi. Pia Iran imekuwa ikishambulia viwanda vya mafuta katika nchi za Ghuba. Lengo la kufanya hivi ni kuweza kupunguza uzalishaji wa mafuta. Mafuta hayo ndiyo yanayotumika kujaza ndege ambazo zinaenda kushambulia ndani ya Iran. Kitendo hiki pia kinasaidia kuweza kuleta madhara makubwa kwa Marekani na kuweza kupunguza uwezo wa kushambulia ndani ya Iran. Sambamba na hayo yote, Iran imeonekana ina nia ya kuweza kutokomeza dola ya Marekani au sarafu ya Marekani ambayo ni dola, kwani imekuwa ikiruhusu meli zipite katika mfereji wa Hormuz zitapolipa kwa kutumia hela ya China yuan. Hii ni katika moja pigo kubwa sana kwa Marekani, na Marekani inaogopa sana sarafu yake kuweza kupotea. Hii inaweka shinikizo kwa Marekani kuweza kupunguza mashambulizi dhidi ya Iran, au inaweza ikaje kinufaisha Iran kwa kusaidia katika kuweza kutokomeza ubepari wa Marekani na kutia sarafu yake. Iran inapata hasara kubwa, hasara ambayo inaweza ikaichukua miezi hata miaka kuweza kurekebisha vitu vinavyoharibiwa, lakini kadri muda unavyoenda mambo yatabadilika na itakuwa ni faida kwake. Ndio maana Iran wamechagua mbinu hii ya kuvumilia kwanza, ili waweze kuweza kukabiliana vizuri pale ambapo adui ataonekana kukata tamaa. Ni hayo tu kwa leo. Naomba usubscribe
na ulike pia, naomba ucomment ili niweze kuona wapi pa kuweza kupiga hatua. Itanisaidia sana kuweza kupiga hatua kubwa. Asante.